Habari zenu wateja wa ID Professional Business Consultants. Sasa leo sija kufundisha sana. Leo nimekuja tu ku address kitu kimoja ambacho mara nyingi sana kinanikwaza, lakini nilikuwa sipendi kukiongelea kwa sababu kisiwe kinaonekana kisiasa zaidi. Kitu hiko ni mfumo wa usajili wa biashara Tanzania. Kwa nini nataka kuongelea? Ni kwa sababu mfumo wa usajili wa biashara Tanzania unachukua muda mwingi sana ambao unapotezea muda wa wajasiriamali wengi na wafanya biashara wengi. Kwa mfano ukitofautisha mifumo yetu na mifumo ya nchi za East Africa ambazo zinafanya vizuri kama Kenya na Rwanda, utaona huo upotevu wa muda mkubwa sana. Ukiangalia Rwanda usajili wa biashara binafsi unachukua lisali moja mpaka masaa mawili tu kumaliza kila kitu. Ukiangalia hapa Rwanda mfumo wa biashara ambao ni una shareholders, unamiliki zaidi ya mmoja kampuni inamaanisha unakuta unachukua siku moja hadi mbili tu kumaliza kila kitu. Sasa ukija kwa Kenya usajili huo wa biashara kwa mfano binafsi unachukua siku moja hadi mbili. Biashara ambayo ina shareholders moja zaidi ya moja inachukua siku 3 hadi 5 kumalizika. Sasa ukija kwetu kwa Tanzania kwa biashara ambayo inahusu mtu binafsi inachukua siku moja hadi 5 kumalizika. Sasa nyingine inaenda hadi wiki, hata zaidi ya wiki kama hauna uzoefu na mfumo. Lakini kwa ambayo inajumuisha shareholders mtu zaidi ya mmoja inachukua wiki moja hadi 3. Sasa nyingine inaenda hadi mwezi hadi zaidi kama hauna directories wazuri. Sasa kwa nini mifumo inatofautiana? Kwanza ni verification of documents. Kwenye verification of document hapa kuna vitu viwili. Kuna mfumo wa kuweka signature, lakini pia kuna mfumo wa kukagua hizo documents. Sasa ukiangalia nchi kama Kenya na Rwanda, mfumo wa kuweka signature na mihuri ya wanasheria, kila kitu kiko online. Na uhitaji wewe kwenda physical kwa mwanasheria, kwenda physical kwenye ofisi. Yaani unahitaji kufanya kitu chochote. Wana mfumo mmoja unaitwa e-signature, electronic signature. Yani kila kitu unafanya online. Mwanasheria wako kila kitu chake anafanya online. Kwa hiyo vitu vyote mnavimaliza kwenye mfumo online. Hamna kubeba documents kupeleka ofisi, hakuna vitu kama hivyo. Iko kitu cha kwanza. Lakini verification sasa, yani process ya verification yenyewe ya information na documents hizo husika inafanyika haraka kwa sababu mifumo inasomana. Yani hauhitaji kumalizana na BRELA afu uanze kwenda TRA kuanza process ya TIN au tax clearance form. Hauhitaji kumalizana na BRELA ili ndio uanze sijui TRA uende kama ni microfinance uende BOT. Yani mifumo yote imesomana. Kwa hiyo kila kitu unakifanya kwenye sehemu moja. Yani mfumo wa TRA, wa BRELA, wa BOT, sijui mifumo yote ambayo inahusika na wafanya biashara, sijui halmashauri, yote iko kwenye package moja. Kwa hiyo unamaliza vitu vyote kwenye mfumo mmoja pasipo kuhamahama kuhangaika ile physically kwenda ofisi moja hadi nyingine. Hii inawasaidia sana Rwanda na Kenya kufanya mambo yao kwa haraka, tofauti sana na Tanzania. Kwa hiyo tunaomba sana serikali yetu, tunajua ni sikivu, kwa hiyo mtusaidie kwa address hiki kitu. Tengenezeni mfumo ambao TRA itasomana na BRELA, itasomana na BOT, itasomana na halmashauri, itasomana na mifumo yote ambayo inahusika na wajasiriamali au wafanya biashara, ili iwe rahisi. So unamaliza usajili wa BRELA, nimaliza natakiwa kwenda TRA, nianze tena usajili wa TIN number, tax clearance, sijui nikimaliza kama microfinance niende BOT. Yes, process inakuwa long, complicated, inakuwa too physical, wakati inaweza kaa kwenye mfumo mmoja ambao wote ukasomana. Lakini kitu cha pili, tuanzisheni mfumo wa e-signature, electronic signature. Tunaweka sahihi tu kwenye mfumo, kila kitu kinasomana. Na wanasheria wetu waweze pia kufanya hivyo. Kuandika majina yao na signature zao na mihuri yao ka display kwenye document zetu moja kwa moja kwenye mfumo wa kidijitali. Tuachane na hizi physical activities za kutembea office to office, signatures na vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo vinaumiza sana wajasiriamali kwa sababu unakuta mtu mwingine labda umepata chance, mtu anataka kuwekeza kwenye biashara yako na time yake ina lapse, inamaanisha inaisha. Kwa hiyo ukimchelewesha mtu kama huyu unakuta unamuondolea ile nafasi ya yeye kufaidika na hiyo fursa. Lakini na vitu vingine vingi sana vinasababisha usumbufu mwingi usiokuwa na maana kabisa. Kwa hiyo tunaomba sana serikali yetu na taasisi husika tusikilize na mfanyie kazi ili swala. Na kabla sijasahau, kuna kitu kingine tricky sana kwenye mfumo wa BRELA. BRELA wanaweza wakaenda na wewe mfumo wote mpaka umemaliza, umetouch document, ndio wanakuambia hili jina tayari lipo kwenye mfumo, tayari kuna mtu analitumia au linafanana na hili. Jamani, tuachane na hiyo kabisa. Yani tuanze kwanza kuverify jina. Jina likishapita ndio mwambie mtu attach document. Sasa mtu asiattach document kwa gharama au na sheria vitu vingine, afu baadaye tunamwambia tena ili jina limefanana na taasisi fulani au mtu fulani. Hiyo kwa kweli na yenyewe inaua sana morali. Kwa hiyo tunaomba sana mtusaidie kwa hilo. Lakini pia wateja wa ID Professional Business Consultants, msisahau tunaendelea kuassist kusajili biashara binafsi na za shareholders. Kwa hiyo karibuni sana jamani, tuhudumie, tunawapenda sana.